Hebu tuombe tunapohitaji kuangalia neno la siku ya leo. Unajua Yesu, mimi ni Mghase ambaye si chochote kabisa. Wala sihitaji kujionyesha mimi wala kujitafsiri kwa sababu sina kila kitu. Lakini Yesu, ninaomba nipe neno lako katika kinywa changu. Nipe unyenyekevu utokao madhabahuni pako. Ninene na nifae kunena na kanisa hili. Si kwamba nina haki kuliko wao, bali bado ninachuchumalia msalaba wako. Nipe nguvu na mamlaka sasa, maana wewe ukiwa nami nitaweza. Katika jina la Yesu, amen. Moja katika vitu vya msingi sana ambavyo ninapenda kuvichunguza, ninapenda kuangalia pia maisha ya wanyama pamoja na ndege. Lakini katika somo la leo nikachagua tumwangalie ndege mmoja ambaye ni maarufu sana duniani, anaitwa tai. Unajua tai katika uumbaji wa Mungu aliyoumba, tai ni moja ya ndege mwenye maisha tofauti na ndege wa aina zote. Lakini pia tai ana uwezo mkubwa kuliko ndege wote walioumbwa. Kwa nini siku ya leo tumwangalie ndege huyu tai? Tai ni ndege anayeishi maisha marefu sana kuliko ndege wote. Wanahistoria wanakubaliana kwamba tai ana uwezo wa kuishi miaka 60. Na anaanza kuchoka mdomo wake na mabawa yake kuanzia miaka 50. Nataka kuamini kwamba tai anaishi maisha marefu kuliko hata baadhi ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na tai ni ndege anayeweza kuona umbali wa kilomita 5, mara 7 ya mwanadamu anavyotazama. Tai pia historia inaonyesha wanapatikana sana katika mabara matatu: bara la Afrika, bara la Asia pamoja na Ulaya. Ndiko ambapo tai wanapatikana. Na wapo aina tofauti tofauti, wa rangi tofauti tofauti. Kwa tai ni moja katika ndege mwenye nguvu pia ya kuruka umbali mrefu kuliko ndege mwingine yoyote. Wakati wa mvua kali na mawingu makali huwa ni sherehe kwa tai. Maana mawingu yakiwa makali na upepo, tai anafurahia, haruki kwa nguvu, anachanua tu mabawa yake na kuelea angani. Kwa tunapomwangalia tai, si ndege wa polepole. Ni ndege mwenye nguvu, anaona kwa haraka, ana maisha ya tofauti na ndege wengine. Kwa hiyo Mungu katika kuumba ana sababu za kumuumba ndege huyu tai. Lakini tai alikuja siku moja mzee Ibrahim akiwa kwenye maandalizi ya kufanya kitu muhimu kwa ajili ya Mungu wake. Na Ibrahim tunafahamu historia yake. Ni baba wa imani aliyempenda Mungu sana. Na mimi ninawaombea mumpende Mungu kama mzee Ibrahim. Unajua hivi vitu vinawezekana. Ni jinsi ulivyotengeneza maisha yako. Ukiamua kuishi maisha yako binafsi na Mungu, utakuwa maisha ya tofauti kabisa na kila mtu. Mambo yako yataenda vizuri sana. Moja katika vitu ambavyo vinatupa changamoto kubwa ni pale tunapotamani kufanana na dunia. Na ndio maana Biblia inasema atakayeipenda sana dunia ni adui wa nani? Wa Mungu. Kwa mzee Ibrahim alichotazama, alitazama kiwango kikubwa cha upendo wa Mungu alichonacho juu yake, naye akaamua kumpenda. Ndio maana mzee Ibrahim alipoambiwa, ninataka Isaka ambaye umemsubiri kwa muda mrefu sana, umemsubiri miaka mingi, lakini huyo ndio ninatamani ukamtoe sadaka. Moja katika vitu ambavyo Ibrahim alizingatia alipozungumza na Mungu juu ya agano la kumtoa Isaka, hakumweleza hata mke wake. Maana alijua nikisema kwa Sara, we muulize mwanamke aliyechelewa kupata mtoto, alafu chezea watoto wake. Amepata katoto kamoja wako kama roho. Hata mkuu wa shule Sabato, mwalimu wa watoto kanisani akimpiga, mama anakuja spidi sana.
maana anamwangalia ni mtoto wa pekee. Kwa hiyo Biblia ikaweka bayana kiwango kikubwa cha upendo. Hapo anamwambia Ibrahimu, sina shida na Ishmaeli, nina shida na Isaka. Ibrahimu akasema hakuna shida. Akachukua mtoto wake, akachukua kuni, akaenda kule kwenye mlima Moria, akatengeneza madhabahu, afu akamwambia yule mtoto, unajua Mungu anataka nikutoe wewe sadaka. Ninapenda majibu ya Isaka. Akamwambia kwa sababu ni Mungu amesema na mimi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Watoto waliolelewa katika misingi mizuri ya Kikristo ni wanyenyekevu kwa mambo ya Mungu. Hutumii nguvu kubwa kuwaelekeza upendo wa Mungu kwao. Hutumii akili nyingi kuwashawishi, maana tangu ulipomlea umemlea vizuri. Sasa tai akajitokeza siku moja. Kumbuka nimesema ni ndege mjanja, na tai, moja katika vitu ambavyo tai hafanyi, anapotaka kwenda popote amekwisha jihakikishia usalama wake. Haendi kichwa kichwa. Ndio maana ni vigumu sana. Wakati tuko wadogo nyumbani kulikuwa na nyumba ya vioo. Asa vindege vilikuwa vikijigonga pale asubuhi, unakuta vingi vimekufa, vinaenda kijinga, vinajigonga pale vinakufa. Lakini tai yuko makini kwa kila anachofanya. Kwa kabla hajafanya anajihakikishia usalama wake. Lakini pia tai hali mzoga. Tai anakula alichowinda yeye mwenyewe. Sasa hebu tuangalie, siku moja kuna tukio la ajabu sana likatokea. Mwanzo sura ile ya 15, na tutaanza kusoma mstari ule wa 7 na kuendelea. Biblia inasema, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii. Mungu anamwambia Ibrahimu, nimekutoa Uru wa Wakaldayo. Historia inaonyesha Uru wa Wakaldayo ni nchi ya Iraki kwa sasa. Mungu anamwambia Ibrahimu, nimekutoa huko Uru wa Wakaldayo ili nikupe nchi hii uimiliki. Kwa kuna milki ambayo Mungu anampa mzee Ibrahimu. Na moja katika vitu ambavyo Mungu anazingatia, akiahidi anatekeleza. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Ibrahimu, nchi hii ninakupa wewe, lakini hazungumzi tu juu ya Ibrahimu, anazungumza juu ya uzao wote wa Ibrahimu. Ngoja nikwambie, hii itakusaidia. Mungu akiahidi kukupa kitu, si lazima wewe ukione kwa macho, hata uzao wako watakiona. Mara nyingi sana tunatamani kuona ahadi ya Mungu imetimia wakati ule tulipoomba. Ibrahimu anaambiwa, juu ya nchi hii Ibrahimu, sikiliza, ni ya kwako. Lakini Mungu anaposema ni yako, anamaanisha na uzao wote wa Ibrahimu wanahusika juu ya kile Ibrahimu anachopokea. Mungu anapoahidi jambo fulani juu ya familia yako, hilo jambo si lako mwenyewe, ni wewe na uzao wako. Kuna familia nyingi sana zinatembea juu ya maagano ambayo Mungu alifanya nao. Ziko familia nyingine utaona watoto wakizaliwa kila saa wanabarikiwa, hawapati kazi kwa nguvu, hawafanikiwi, hawateseki kwenye mafanikio yao. Ziko familia zinatembea kwenye mtiririko huo, mambo yanaenda vizuri kwa sababu kuna misingi iliyotengenezwa na wazazi waliotangulia. Ngoja nikwambie, kama baba, Mungu akiahidi kitu juu yako, si lazima wewe ukione kwa macho. Bwana asifiwe. Na tutaenda kuona ziko ahadi Mungu atakupa nyingi sana, nyingi. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu, hii nchi ni yako, tena nimekutoa mbali ili nihakikishe nimekurithisha nchi hii. Kuna vitu vingi ambavyo Mungu anaenda kukurithisha. Huenda mtoto wako ataviona, huenda mjukuu wako ataviona,
Huenda vizazi vitakavyoendelea wataona lile jema, maana kadri uzao wako utakavyofanikiwa ndivyo jina lako litakavyozidi kuwa kubwa zaidi. Ziko familia nyingine huwa hazipotei. Kuna koo nyingine huwa zinapotea. Wako watu ambao unakuta ni watu mashuhuri. Wako watu wengine watavuma kwa muda na wataisha. Ibrahimu anaambiwa hivi, nchi hii ni yako. Ndio maana mpaka leo tunasoma habari zao. Vizazi baada ya vizazi tunamjua Ibrahimu kwa sababu ya agano alilopewa na Mungu. Sio kwamba Ibrahimu yupo hai, alilala mauti. Lakini kwa nini tunamzungumza leo? Tunamzungumza kwa sababu ya agano ambalo Mungu amefanya pamoja naye. Kwa hiyo kama mama, kama baba, unapotaka kuwa wakili mwaminifu kwa Bwana, usijiangalie wewe binafsi, bali angalia uzao unaokufuata baada yako. Lazima uwe makini na hilo. Sasa Biblia inasema mstari wa 8, akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Ibrahimu anataka alama, anataka kiapo. Ibrahimu anajua wewe ni Mungu, ni sawa, lakini nipe alama, nipe ishara kwa hii nchi ni ya kwangu. Mkristo mwaminifu anayempenda Mungu, Mungu anaachia ishara katika kila unachotaka kukipata. Ngoja nikwambie, ukiwa muombaji mzuri, Mungu anaweza akakupa ishara ya kazi unayotakiwa kufanya hata kama hujaipata. Macho ya rohoni yakiwa yanaona, hauendi kama kipofu na kushtuka tu yametokea. Mungu anaanza kukuonyesha kwamba kuna kitu kitatokea kwa ajili yako. Ndio maana watu wengi ambao wanampenda Mungu kwa dhati, Mungu anaanza kuachia ishara kabla matukio hayajatokea. Ndio maana unaweza kukuta mtu alikuwa anasafiri kupita njia fulani, kitu tu kinakuja, mimi sipiti huku. Lakini unapokuja kusikia kilichotokea, unajua kumbe Mungu alinipa ishara. Sio kwamba Ibrahimu hamwamini Mungu, hapana. Ibrahimu anamjua vizuri. Si amesema amemtoa Uru wa Wakaldayo? Ina maana kama ametolewa, ameshuhudia matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Na ameyaona vizuri. Lakini hapa Ibrahimu anasema, pamoja na kwamba ninakujua, lakini Mungu, hebu nipe ishara kama ni kweli nitarithi, ili kuanzia leo nianze kutangaza urithi wangu. Sikiliza, Mungu akikupa baraka, tangaza urithi kwa jina la Yesu, kwamba hiki nimerithi. Dunia ya leo tunarithi vitu. Kuna watu hapa mmerithi mashamba, toka mmerithi mpaka leo hata hati huna, mwaka wa 10 sasa. Kuna watu mlishaandikiwa urithi hapa, lakini hakuna chochote ulichorithi. Lakini una nini? Una urithi wako. Nikutana na mama mmoja mahali fulani. Mume wake alikuwa na wake wawili. Yeye alikuwa mke mdogo, akaandikiwa urithi. Sasa baba alipolala mauti, mama mkubwa akasema, wewe hujui tumetoa wapi hivi vitu. Kaenda mahakamani. Katengenezwa pale, mwanaume aliandika urithi akiwa akili haziko vizuri. Alikuwa anaumwa, kwa hiyo alimshawishi kuandika. Kwa hiyo kesi kaanza upya. Mama hana kila kitu, lakini aliandikiwa nini? Ibrahimu anajua hilo. Anasema watakuja watu wengine na kurithi. Mimi Ibrahimu na kujua vizuri, wewe ni Mungu, sawa, ni Alfa na Omega, sawa, lakini kwa hili ninahitaji alama kuwa nitarithi. Ni bora sisi watu wengine hatuna cha kurithi zaidi ya Yesu. Bwana asifiwe. Mimi walishagarithi vingi zamani, wanaendelea na maisha yao, lakini mimi nimerithi jina la Yesu. Linanitosha, by the way. Hallelujah. Kwa sababu ni la thamani kuliko mashamba, ni la thamani kuliko nyumba. Tena nyumba za wengine zimeshaanza na kuvunjika, lakini Yesu havunjiki. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, Ibrahimu anasema ninahitaji urithi, lakini alama niione. Sasa Mungu akampa maelekezo, na zingatia hii itakusaidia. Unapotaka kuingia agano na Mungu, kitu ambacho shetani anafanya ni kuhakikisha lile agano halikamiliki kwa ukamilifu wake. Ngoja nirudie, hii itakusaidia.
Unaweza ukawa umemwomba Mungu akupe agano au akupe dalili. Na wale ambao mnaomba mkisubiria ishara, hii ni muhimu sana kuijua. Hapa kuna Mungu. Hapa kuna kile unachokitaka. Shetani anachofanya katikati ya hivi vitu viwili, hapa katikati anahakikisha anaharibu ili mawasiliano yasiwe mazuri. Kwa shetani alipojua Ibrahimu anakwenda kuchukua haki yake ya urithi, kitu ambacho shetani alikuwa makini nacho ni kuharibu kile ambacho kinakwenda kuunganisha makubaliano yao. Acha niseme hivi, si mnaonaga ndoa zinapofungishwa, huyu mwanaume anahitaji kweli kumuoa huyu binti, na huyu binti yuko tayari kuolewa na huyu mwanaume. Kabla mchungaji hajaunganisha agano, huwa anafanya nini? Mwenye pingamizi. Si mnajua hiyo? Hapo ndio moyo wa binti unaendaga mbio kuliko anayekimbia riadha. Mtu akipiga chafi anaweza kadondoka saa hiyo. Maana agano linakwenda kuingia, lakini tunasubiri kama kuna nini? Kizuizi. Kwa hiyo Mungu anataka kumpa Ibrahimu agano kwamba hii nchi ni ya kwako. Sasa shetani huko aliko anaona kinachoendelea. Unajua alifanya nini? Hebu tuendelee mstari ule wa 9. Tuone nini kilitokea. Akamwambia, kwanza tuangalie kitu ambacho Mungu alitaka kwa Ibrahimu. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu, si unataka nikupe hii ahadi? Ndio. Sasa hakikisha unanipa ndama, unanipa mbuzi, unanipa kondoo, unanipa na mwananjiwa na hua. Nipatie hivyo vitu vyote. Sasa Ibrahimu kwa sababu alikuwa ni moja katika watu wa imani waliobarikiwa, akasema hivi vitu ni rahisi sana kuvipata. Akavitafuta akavipata. Na unajua, ngoja nikwambie kitu. Kuna vitu ambavyo ni rahisi kuvitafuta na ukavipata, lakini ni vigumu kuvitumia katika kusudi jema. Unaweza ukatafuta kitu, shetani hashtushwi na wewe kukipata, ila namna utakavyo kitumia ili kilete badiliko, hapo ndio shida inaanzia. Kuna watu si vigumu kupata mtaji. Afanye nini kuuzalisha ule mtaji umpe faida? Kuna watu si vigumu kupata mchumba, ila ni vigumu kulea uchumba mpaka uzae ndoa. Kuna watu si vigumu kupata watoto, ila ni vigumu kuwafanya watoto wakue kwenye maadili mazuri. Kuna watu si vigumu kuitwa kwenye interview, lakini ni vigumu sana kupata kazi. Kuna watu si vigumu kupata kazi, lakini ni vigumu kuilea kazi idumu. Nikiwa nahubiri pale Arusha, nilikutana na mtu ambaye alishafanya kazi sehemu zaidi ya 5 na akai zaidi ya miezi 3-4 kazi imeisha. Tena nishakutana na watu wengi kama hao. Unaitwa vizuri kwenye kazi na unaanza vizuri, lakini shida kuilea ile kazi ikupe nini? Faida. Maana katika vitu ambavyo shetani hapendi ni wewe kuutumia muda wako vizuri ukuzalishie faida kwa Mungu na kwako binafsi. Ndio maana watu wengi wanapoteza muda bila faida. Kwa shetani anahakikisha utapata unachotaka, lakini swali, kitadumu? Hakiwezi kudumu bila Yesu kuingilia kati. Hakiwezi kudumu. Hata kama unatafuta biashara ambayo mtaji wake ni 100,000, akija mtu akikupa 1,000,000, bado unaweza usifanye na usifanikiwe. Kwa Ibrahimu akaambiwa, nipatie hivi kama sadaka. Kwa Ibrahimu akafanya maandalizi, akatafuta kondoo, akatafuta mbuzi, akatafuta hao hua, akawatengeneza vizuri, akawachinja, akatengeneza madhabahu vizuri. Ibrahimu alipomaliza kutengeneza, kuna jinsi ambavyo alikuwa anafahamu jinsi ya kutoa sadaka, maana kipindi kile
Kipindi kile mtu alipotoa sadaka alijua kwamba sadaka imekubaliwa au imekataliwa. Ndio maana Kaini alijua kwamba sadaka yangu haijakubaliwa, kwa sababu kuna jinsi Mungu alionyesha alama ya ule ukubali wa sadaka. Ndio maana Ibrahimu anasema juu ya mimi kurithi lazima kifanyike kitu. Mungu akamwambia Ibrahimu, unajua neza sadaka ili mimi nikupe majibu. Kuna majibu mengine unayapata kwa sababu umeandaa vizuri sadaka yako, kwa moyo mkamilifu, kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa upendo. Hana alipoenda hekaluni, wakati wengine wanakula na kunywa, mikononi akiwa na sadaka, akamwambia Mungu, sikiliza, ajenda yangu leo si kula na kunywa. Leo kupitia sadaka ninataka mtoto wa kiume. Shetani akishajua umeandaa vizuri sadaka yako, anatengeneza tukio ambalo hutajua kwamba ni yeye. Utaona ni kawaida na ni mfumo tu wa maisha, umeruhusu iwe hivyo. Ule muda ambapo umeandaa zaka yako vizuri, unapeleka kanisani, unapigiwa shule na L.E Master wa shule, tutamfukuza kijana wako. Na unaona hata hivyo, si Mungu alisema mshike sana nini? Wacha niende huko kwanza. Sikiliza, Ibrahimu alijua hayo yote. Sasa Ibrahimu alipoandaa hivi vitu, nini kilitokea? Mstari wa 10. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Kwa Ibrahimu akafanya jinsi ambavyo Mungu alitaka. Mstari wa 11. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Sikiliza, Ibrahimu alipotengeneza sadaka, Biblia inasema tai wakatua juu ya ile sadaka. Hawa tai hawakuja wakati Ibrahimu anamshika kondoo ili amchinje. Hawakuja huo muda. Hawa tai hawakuja ule muda Ibrahimu anatengeneza wale hua. Hawa tai hawakuja ule muda Ibrahimu kama alichona ngozi sijui. Hawakuja huo muda. Walikuja ule muda sadaka iko tayari. Na Ibrahimu kwa sababu anayo imani, alipowatazama wale tai, akajua hawa si tai bali ni adui, anataka kuharibu sadaka inayokwenda kunipatia urithi wangu. Kwa alichojua Ibrahimu kwamba huyu si tai, macho ya damu na nyama namuona kama tai, lakini lengo lake ni kwenda kuharibu lile kusudi jema la urithi katika maisha yangu. Kuna muda unapotaka kushika urithi wako, tai wanakuja. Kuna muda Mungu anapotaka kukupa haki yako, tai wanakuja. Kuna muda Mungu anapotaka kukufanya mtu wa maombi, tai anakuja. Na sikiliza, huyo tai ana nguvu sana, ana akili. Kumbuka nimekuambia ni ndege anayeruka umbali mrefu kuliko ndege wote. Ni ndege mjanja, anafanya vitu kwa mipango, ana plani jinsi ya kufanya mambo yake. Lakini Ibrahimu akajua, macho yangu yanaona tai, lakini nyuma ya tai sadaka yangu inaharibiwa na nipoteze urithi wangu. Ibrahimu akawa makini kuwafukuza tai. Ngoja nikwambie rafiki yangu, ili ufanikiwe, kuwa makini kuwafukuza tai wanapokuja maishani mwako. Kuwa makini sana. Kuna urithi ambao Mungu anakupatia, lakini shida ni tai. Kila unapotaka kumiliki haki yako, kuna vitai vinakuja kukutoa kwenye nafasi yako. Biblia inasema Ibrahimu akawa makini kuwafukuza. Walipotua
aliwafukuza. Sio kwamba rafiki yangu hakuna kazi ya kufanya. Sio kwamba hakuna wanaume duniani wa kufunga ndoa na wewe. Sio kwamba hakuna wanawake duniani unaoweza kuoa. Sio kwamba hakuna biashara duniani ya kukupa kipato. Sio kwamba mtoto wako hana elimu. Wapo tai wanaovuruga mambo ili usibaki kwenye mafanikio ya maisha yako. Tai wako makini. Tai wana akili wanapocheza na maisha yako. Hawaji kichwa kichwa. Tai wanakufanya usione thamani ya Mungu kwenye maisha yako. Tai wanakuvunja moyo. Tai wanahakikisha kwamba wanafight iwezekanavyo usisonge mbele. Lakini kama utakuwa makini kuwafukuza, utashinda. Katika vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia, chagua watu wa kutembea nao, maana wengine wanaweza wakawa tai maishani mwako. Mwambie Mungu akupe marafiki wanaojua thamani yako, ambapo wako tayari kukusaidia sadaka yako ikubaliwe. Hawako tayari kuharibu sadaka yako isikubaliwe. Maana tai walijua nikiharibu sadaka Mungu hatashuka. Ibrahimu akawa makini kufukuza kila tai alipotua juu ya ile sadaka. Kuna vitu vingi ambavyo ni tai maishani mwako. Vingi tu. Unapofikiria maisha yako, tai wameshafanya maisha yako usiyafurahie. Kuna watu wengi wanatamani mauti, hawajui tu waipateje, kwa sababu shetani amekwisha haribu future ya maisha yao. Kuna watu wengi leo wanatembea wana msongo kichwani, maana tai wamewafikisha kwenye kiwango kikubwa cha mateso na maumivu. Tai wako ni nani? Kwa nini haufurahii kuwa Muadventista msabato? Unadhani ni kwa nini? Kwa nini huoni uzuri wa Yesu tena moyoni mwako? Kwa nini? Sikiliza. Tai wana maneno ya kuvunja moyo, lakini Yesu ana maneno ya kukutia moyo. Tai wanaleta habari mbaya kila siku. Yesu analeta habari njema za ushindi. Unajua kuna marafiki unao. Moja katika vitu ambavyo mimi huwa ni vigumu na huwa ninajitahidi sana ni kusoma message kwa wakati. Kwa sababu hasa zile message zinazokuja siku ya Ijumaa, kuna aina ya waandishi wa message. Na wako wengine watakufikishia habari nzuri, wako wengine watakufikishia habari mbaya. Kuna muda mtu hakupigii simu kwa sababu ana habari nzuri, anakupigia simu kwa sababu ana habari mbaya. Rafiki yangu, nimesikia bana pale kazini. Aise, kumbe uko hivyo. Hakupigii kwa habari njema, ni habari mbaya. Kuna mtu hakutafuti kwa sababu anakupenda, anakutafuta kwa sababu anataka pesa. Kuna tai wanakudidimiza kiuchumi ili wao wapande. Kuna tai, sikiliza nikwambie, Ibrahimu alichofaulu ni jinsi ya kuwafukuza tai wanapotua juu ya sadaka yake. Na ngoja nikwambie my friend, ukisha faulu kuwafukuza tai, hiyo ndio siku umeshinda kwenye maisha yako. Ukisha wajua tai, hiyo ndio siku umemiliki baraka zako. Ibrahimu alipowajua, aliwafukuza. Ili nisitumie muda wako mrefu, wacha nimalizie maandiko mawili ya mwisho tuingie kwenye maombi. Biblia inasema katika mstari unaofuata wa 12, na hata jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ukamshika Ibrahimu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham,
ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakapotumika, nitawahukumu baadaye, watatoka na mali nyingi. Mungu anamwambia Ibrahimu kwanza. Mungu akamwambia Ibrahimu, sikiliza, hii sadaka mimi Mungu nataka kupita katikati ya hii sadaka. Ibrahimu akalala usingizi mzito sana. Mungu akaikubali sadaka yake. Alafu akamwambia Abraham, sikiliza, mimi ninaona miaka 400 ijayo. Wewe unaona leo, lakini mimi naona miaka 400 ijayo, ambapo uzao wako watakuwa watumwa muda wa miaka 400. Lakini mimi kwa sadaka hii nitawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anamwambia Abraham au Ibrahim, maana baadaye alibadilishwa jina, kwa sadaka hii wewe unaona leo, lakini mimi ninaiona miaka 400 ijayo. Hiyo miaka ninaiona na ninaona kitakachotokea. Kuna agano unaweza ukafanya na Mungu leo, hilo agano likaja kufanya kazi miaka 10, 20 inayokuja, muda umesha sahau au umesha kufa. Acha niseme hili, kuna watoto katika familia zao wanatembea kwenye baraka ambazo mababu waliokuwa waaminifu walizitii kwa Mungu wao, na Mungu akawabariki. Unaweza kuona tu mambo yako yanaenda, si wewe, si kwamba wewe ni mjanja, hapana. Huenda kuna mtu katikati ya uzao wenu alishaweka ahadi na Mungu, wewe unachuma zile ahadi leo. Na kinyume chake, kuna magumu mengi unapitia leo kwa sababu ya makafara yaliyofanyika huko wewe ukiwa hujazaliwa. Kwa kuna baraka leo unazipitia, maana Mungu alishabariki mtu fulani aliyekuwa mwema. Kuna magumu unayopitia leo kwa sababu kuna mtu kwenye uzao wenu alishaharibu huko. Mambo hayo yanaendelea kutembea mpaka leo. Kuna saa unaweza ukaona uzao wako watoto hawaolewi. Usilaumu wanaume wa watu. Ingia kwenye maombi. Labda yako maagano ya kutokuolewa nyumbani kwenu. Yapo mambo kama hayo. Nishakutana na familia ambayo kila anayebeba ujauzito vinatoka. Hospitali hakuna ugonjwa, kila kitu kiko vizuri, ni hivyo. Ukiona lazima ujue kuna kitu katikati ya ninayopitia. Acha niseme hivi napoelekea kumalizia. Ukiona unapitia baraka, liko jambo kubwa Mungu alishafanya. Ukiona unapitia changamoto, liko jambo kubwa adui alishafanya. Kazi yako ni kumjua tai yuko wapi na kumfukuza. Na ni kweli, watu wengi wanajua wana wa Israeli waliokolewa kwa sababu, by the way, kweli waliomba, lakini kuokolewa kwao ni hapa. Mungu alimwambia Abraham, hao watakaa kule miaka 400, mimi nitawaokoa na watatoka wakiwa matajiri. Ngoja nikwambie, Musa wakati anatokewa na Mungu, Mungu anamwambia Musa nenda. Sio kwa sababu Musa ni mtakatifu, sio kwa sababu Musa anajua kuokoa, ni kwa sababu kuna kiapo Mungu anakumbuka. Nilishamwapia Ibrahimu, lazima niwaokoe hawa watu. Ninayemtafuta ni mtu wa kwenda kutimiza lile agano nililozungumza na Ibrahimu. Musa anasema mimi siwezi kusema. Ndio maana Mungu hakuangalia kama Musa aliua. Mungu hakuangalia kama Musa hawezi kusema. Mungu alichoangalia ni agano aliloingia na baba yao mzee Ibrahimu. Kuna vitu vingi Mungu atakutendea kwa sababu ya agano lililo katika maisha yako. Acha nimalize kwa kukuambia hivi rafiki. Weka maagano mazuri na Mungu na sio mwanadamu. Mimi Mghase naweza nikakuvunja moyo sana tu, lakini ukiona mwangalia Yesu hutavunjika moyo. Fulani anaweza kukuvunja moyo sana tu, lakini usipoangalia msalaba utajikuta unarudi nyuma.
Sikiliza rafiki yangu, nikwambie, Yesu anakupenda. Napomaliza juma hili la maombi leo, nataka nikwambie kabisa, Mungu anakupenda. Amekuchagua ili akupe baraka, ili akurithishe urithi wako. Kuna urithi unatakiwa kuwa nao, urithi wa familia, urithi wa nyumba, urithi wa kazi. Sikiliza nikwambie, Mungu anataka uwe kichwa. Hakuna mtu aliyeumbwa ambaye hana kitu. Wote Mungu ameweka vitu vikubwa katika maisha yetu. Katika mchana wa leo, muone Mungu kwa viwango vikubwa. Mtumikie, mpende, mtolee, support kazi yake. Fanya, ombea watumishi wa Mungu, watie moyo, washauri vizuri. Mungu atakupatia baraka, kwa sababu atakupa agano. Hata kama utakufa hujaona limetimia, litatimia kwa uzao wako, kwa jina la Yesu. Mimi huwa nina imani kidogo ngumu. Hakuna anayempenda Mungu akaacha kubarikiwa. Nishakutana na mama mmoja, vipimo vyote vya kibiolojia, ameambiwa hawezi kubeba ujauzito. Hawezi. Na wengi mnajua faida ya ndoa, awepo mtoto. Sawa, mtasema tutavumilia miaka 5, 20, ni sawa. Na itokee wote hamna mwenye mtoto katikati yenu, hicho kitu ni cha muhimu sana. Yule mama nilichomwambia, tulikuwa Tunduru, nikamwambia, mama, utapata mtoto. Achana na maneno ya madaktari, sikiliza neno la Mungu, atakubariki. Mungu alimbariki yule mama. Aliambiwa sijui mrija mmoja una kazi, mwingine sijui ndio vitu vingi. Kwa nionyesha document nikashindwa kusoma. Nikamwambia mimi haya sina muda wa kusoma. Mimi ninachojua Mungu atakupa uzao. Na kweli alimpa watoto 2 mapacha. Ngoja nikwambie rafiki yangu, muangalie Yesu kwa kiwango kikubwa, utashinda. Ukimwangalia kwa macho haya, huwezi kushinda. Muangalie kwa kiwango kikubwa. Yeye atakupatia unachokitaka. Natamani tuombe mahali popote ulipo, pamoja na mtazamaji wetu mahali popote ulipo. Nataka nikwambie uwe na imani. Macho yako yamuone Yesu. Muangalie, maana yeye amekuchagua. Yeye ni rafiki yako. Niwaambieni kitu wapendwa, Yesu ni rafiki wa kweli. Mimi ninampenda, anasema hata ujapokufa utakuwa unaishi. Kwa nini anasema hivyo? Siku ile atakuamsha. Siku ile atakunyanyua. Atakufikisha kwenye ushindi wako. Sisi wanadamu tunaweza tukaona maneno mengi ya kukupenda. Tunaweza tukakuposti asubuhi mpaka jioni. Maneno yote tutaandika, lakini ukweli unabaki pale pale. Siku ukifa unaenda peke yako. Rafiki, ingekuwa tunaendaga na watu, hiyo nayo ingekuwa ni faraja nyingi. Ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kabisa unaenda. Tani moja juu, peke yako umo mle. Lakini kama unaye Yesu, hutaogopa mauti kwa jina la Yesu. Sikiliza sauti ya Yesu iliyobeba ushindi wako. Usisikilize sauti ya mwanadamu isiyo na matumaini ukifa. Mume wako, mchumba wako anaandika meseji ndefu zimenakishiwa na makopakopa juu, akikusifia kwa maneno yote ya Zaburi na tenzi za rohoni. Ukweli ni kwamba ukifa tu, akivumilia sana ni miaka hii, anaoa mwingine. Maneno yale yale uliyoambiwa anakopi na kupaste, anapigwa nayo mwingine. Ndo maisha yako hivyo. Huyo naye tena vikiisha, vimeisha hapo. Mwingine akija, unajua wewe ndio maua ya kule baharini. Vyote unaambiwa. Kufa sasa uone na huna Yesu. Nataka nikwambie rafiki yangu, kama unampenda Yesu, simama pamoja nami. Mungu akakushike mkono. Mpende anayekuongoza kwenye haki. Muogope anayekuongoza kwenye upotevu wako. Nataka nikwambie rafiki, wewe ni wa thamani kwa Mungu. Kuna waimbaji fulani, sikumbuki ni kwaya gani, iliimba miaka ya zamani, afu ni ya wazee sana. Sema vunja mkataba na dhambi. Kina mama mtaki watakuwa na sijui ni kwaya, sijui mshikamano, sijui kwaya gani, sikumbuki. Napenda sana ule wimbo. Wewe kaa miguuni pa Bwana, alafu muangalie.
Fumba macho yako. Baba, asante. Maana kwa siku 6 nimesimama katika jukwaa hili. Jina nililoliinua sio la mchungaji wa mtaa, sio la mzee wa kanisa, sio langu, wala sio kiongozi yoyote wa nchi au kanisa, bali ni jina lako Yesu. Kwa sababu umeinuliwa hapa, wainue hawa watumishi wako. Wainue kiafya, wainue kiuchumi, wainue kikazi, wainue kibiashara, wainue katika kila engo wanayotaka kuinuliwa. Sikiliza rafiki yangu Yesu, wanaume hawa na wanawake hawa, wabariki waingiapo, wabariki watokapo. Ombi langu la dhati Yesu, Capri Point ikabarikiwe. Capri Point wapatikane mashujaa wa imani wanaosema tuna Mungu hata kama tunaiona mauti. Maana Yesu, sio sauti yangu itakayoamsha waliokufa, ni sauti yako. Sio sauti ya mwanadamu yote itakayoamsha waliomo makaburini, ni sauti yako Yesu. Ninachokuomba na kukusihi, tushike mkono katika nyakati hizi ngumu, ili neema yako ikawe pamoja nasi. Katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Mungu akutunze. Mungu akufungulie baraka. Mungu akuondolee hofu. Mungu akupe tena tumaini la kuona zaidi ya unavyoona. Mungu awafukuze tai katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Get the point. Take a step forward.